ukishakuwa na uchungu na mtu, popote ulipo unaye moyoni, hakuna mahali unamwacha. Sikiliza, mpaka kwenye maombi ukifunga macho, picha ya kwanza inayokuja sio Roho Mtakatifu, ni picha ya yule mtu aliyekujeruhi, ni picha ya yule mtu aliyekuumiza. Ukienda kulala kwenye shuka unaye, ukienda kwenye mfungo unaye, ukienda kazini unaye, ukikutana naye moyo unalipuka. Peta umtoe ndani kwanza, alafu kisha mtoa ndani uweke Yesu. Yesu akikaa anatengeneza. Mimi kama naongea na mtu katika vitu hatari sana ni kutunza uchungu kwenye huo moyo. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako, ndio kuliko vyote unavyovilinda, au kuliko yote unayoyalinda, maana huko ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Fikiria eneo ambalo ndio linatoka chemchemi za uzima. Huko ndiko fulani alinijeruhi, fulani alinisema vibaya, fulani alinikwaza, fulani alinishusha, fulani aliniumiza. Niambie chemchemi gani itotoka huko? Yesu anasema ya ujazayo moyo ndio yautokayo. Ndio maana maombi yako unayoyaomba ni maombi ya kipuuzi, na Mungu hajawahi kuyajibu, kwa sababu ni maombi ya kipumbavu. Unaomba maombi ya visasi tupu, hauna maombi ya kusema na Mungu kwamba mwanao, nimefika kiwango hiki, nisaidie Bwana nipige hatua nyingine. Unaomba maombi ya visasi, Bwana aua yule, Bwana haribu yule, Bwana maliza yule, na Bwana naye akiangalia anaangalia na neno lake. Biblia inasema Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Anasema umesema niue, lakini neno halisemi niue. Umeishi maisha ya chini, maisha ya kipuuzi kwa sababu ya kutunza vinyongo ndani yako. Una uchungu mkubwa sana, una uchungu mwingi. Wakati Yesu alisamaliza masuala ya uchungu pale msalabani, walipomletea siku na sifongo aje msalabani, akaweka kwenye kinywa chake ili pokea, ili wewe usiishi maisha ya uchungu. Maandiko yanasema amani yangu nawapa, nitoazo mimi sio kama ulimwengu unavyotoa. Achana na uchungu, kamata amani ya Kristo. Maandiko yanasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kama una uchungu, nani anayeamua kuhusu futa yako? Nani anayeamua kwenye huo moyo? Nani anayezungumza? Nani anayepanga? Nani anayetekeleza kama sio roho safi za uchungu?